hata na wewe. Hapa mnisikilize vizuri. Kuna mtu hapa unaweza ukawa unaomba maombi yote, lakini matatizo hayaachi kuja kwako. Tutakuja kugundua jina lako lilonalo linaweza likawa zuri, lakini wakati wanakuita lile jina walikuita kwa namna gani? Kuna kitu gani kilipelekea wakakuita hilo jina? Siku moja nimeenda kwenye familia fulani. Baba huyu alizaa nje na mtoto wa nje akamuita Prince. Alipomuita Prince, baada ya muda akamleta kwenye familia ya bibi mkubwa. Prince alikuwa ni mdogo kuliko watoto wake wengine wote. Sasa kwa sababu ni Prince, yeye mzee wa nyumba sasa anataka mtoto wake achuitiwe vizuri, achemshiwe maji, kila kitu kizuri, analala, anafanyaje, anakojoa, yani zezeze, bozozo. Ukimgusa tu yule mtoto, ile baba anakasirika, anachafua nyumba nzima. Ile mwanamke akanishikisha akasema, jamani, huyu mtoto mimi mpaka namchukia. Ameondoa amani ya nyumba. Nikamwambia, nisikilize, shida ya hapo ni jina. Si unajua maana ya Prince? Ni maana ya Prince? Mwana wa mfalme. Maana yao ni mwana wa mfalme, lazima atawale, si ndio? Kwa hiyo kuna namna ambayo inatakiwa ainyekewe, si ndio? Nikamwambia tunafanya kitu kimoja, tunalipiga jina la Prince kwenye ulimwengu wa roho, halafu litakoa. Kweli mchungaji za tukaomba. Kwa nini iliendelea? Akaonekana wa kawaida na akanyoka namna hii. Kwa hiyo kuna jina ulilonalo, umkini alikuwa anaitwa bibi yako alikuwa anaitwa Jacqueline, wewe unaitwa Jacqueline. Angalia tabia ulizonazo, utakuja kujipata tabia zinaweza kutesa, ndizo alikuwa angepo nazo bibi. Na hili jina la Jacqueline umkini vizuri. Naelewa ninachosema. Leo sitataka kuhubiri, leo nifundishe hichi kitu nielewe. Leo kwa nini unaitwa Queen? Unaweza ukawa unaitwa Queen, alafu maisha yako yote unahitaji kunyenyekewa, unahitaji wakusikilize sana watu. Yaani kuna namna unajiangalia mpaka watu wanakuchukia. Sasa kwa nini unanichukia? No, jina. Unanisikia? Kwa hiyo ya basi jina alilopewa ilikuwa ni la uzuri. Kwa hiyo maisha yake anapopambana, lakini bado ana uzuri. Kuna watu hapa majina tulionayo ya ukoo. Kwa mfano jina la ukoo ni lipi? Naitwa Dorcas Peter Msusa. Msusa. Nafikiri Msosa. Kwa hiyo huyu mtu popote atakapokwenda, hatima yake itaamuliwa na Msosa. Kama Mungu hajahusika, Msosa si ndio jina la ukoo? Kwa hiyo kama Mungu hajahusika, Msosa kuna tabia anazo, kuna namna anataka watu wawe. Unakuta huyo Msosa hakuwahi kuokoka na hajui mambo ya wokovu. Kwa hiyo popote unapoenda anakufuatilia. Unakuta huyu jina lake alikuwa anaitwa labda Elizabeth, wewe ndio umeitwa jina la Elizabeth. Ni nzuri, sio baya, na likawa na maana nzuri, lakini vile walivyokuita umkini walimfananisha mtu fulani. Mtu amempenda Rihanna, mwanamuziki, mwanamwita Rihanna, anakuwa Rihanna, anakuwa na michezo ya jina. Mimi mtoto wangu tamwita hivi, na hapa ameshapangwa na kuna mtu umechumbiana naye, hajalipa mali kwenu, hajafanya, unamuita babaji. Babaji. Mamaji. Mmeshapanga na majina. Unakuta hapa Shama anashikilia miwa kwa mtoto wa Donald. Usipende
jina la mtu kumwita mtoto wako, ikiwa huyo mtu unayetaka kumwita mtoto wako hujui tabia zake, hujui alivyo. Na nipata nachokisema. Kwa hiyo jina huwa linaamua pia hatima yako. Kwa mfano, unaitwa nani? Meshaki. Okay. Wewe unaitwa Dorcas. Wewe Daniel. Daniel nani? Achilembwe, si ndio? Wewe Erasto. Kwa hiyo unakuta haya majina ni mazuri, lakini wamenifananisha labda jina la mjomba, si ndio? Wakakuita na wewe. Wamefananisha sijui jina la fulani, wakakuita na wewe. Wakakuita na wewe. Kumbe yule alikuwa ni kahaba. Unajikuta wewe, yani mtuli, yani hata kama utaki, lakini kuna namna unavutwa hivi jina. Hivi yanaoingia. Kwa hiyo Mungu anapokuja kushughulika na hatima, anabadilisha jina lako. Haleluya. Jina lako nalibadilishaje? Yawezekana tukaendelea kukuita Shamba, lakini ile tafsiri waliokuwa, yani yule ambaye walimfananisha na wewe wakakuita hilo jina, ile roho itaondoka na wewe unabaki salama.